Katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kusoma input kwa player kwa kutumia keyboard yetu. Kwa tuangalie tulichofanya mara mwisho haraka haraka kabla ya kwenda mbele. Kitu cha mwanzo create method. Method kwanza, kitu cha mwanzo ina specify accessor a modifier ambayo ni private au public. Private maana yake hii method itaweza kuitwa humu katika hii class. Void maana yake hii method je, inarudisha kitu? Kwa hii void hairudishi kitu. Kwa hii itarani kodi kutoka juu mpaka chini mwisho. Kinachofuata ni jina la method, ambayo hii method inaitwa update. Lakini hii method ni built-in method. Maana yake hii method imekuwa defined na Unity, imo ndani ya Unity. Kwa hii method itaitwa automatic au iitwe automatic inaitwa. Na kuingia huko ndani tukadefine vector. Vector ni quantity ambayo ina urefu na direction. Na jinsi ya kudefine vector, una specify type, hii vector2, jina, hii inakuwa ni kama handle, halafu sawa new, hapa ndo tuna define vector2. Hii vector yetu hapa tumedefine value zake zitakuwa 0 0. Mfano tukienda kwa Unity, kwa jinsi tulivyo define pale, ile vector2 maana yake itakuwa ina value ya y na x. Na hii vector inawezekana ikawa inaenda juu, yani ina direction yake juu katika y, au chini katika y, maana yake hii itakuwa negative, na huku x itakuwa positive. Na inawezekana kwenye upande wa x ienda kushoto itakuwa x negative. Lakini sasa hivi tumesema tumedefine pale, hatujaipa value. Kwa ile vector2 yetu itakuwa ina value ya 0. Na katika game yetu center ya world ni hapa. Kwa hiyo vector yetu itakuwa ina 0 0, haina urefu. Okay, tukirudi tena kwenye kodi, baada ya kuangalia input tukaset value ya y sawa na 1. Kwa nini tumefanya hivi? Tumesoma input, tumeset value ya y ni 1. Maana yake ni nini? Maana yake value ya y itakuwa sawa na 1. Value yake, yani urefu wake ni sawa na 1 meter. Kuna kitu katika Unity kinaitwa basic vector. Base vector. Base vector ni vector ambayo ina urefu wa mita 1. Kwa hii ukisema pale tu, yani maana yake kama mtu kabonyeza juu button W, kwa urefu wa hii vector itakuwa 1. Kwa nini tuna set vile? Kwa sababu baadaye hapa akibonyeza W itakuwa plus, akibonyeza S maana yake amebonyeza kidole cha chini kile kwenda chini, kwa itakuwa -1. Akibonyeza A maana yake kushoto anaenda, tunaweka value ya x itakuwa -1, na D kwenda kulia value ya x itakuwa +1. Kwa hizi value tutakuja kuzitumia kumove ile object. Kwa kuendelea mbele, je, tutafanya vipi ili kuweza kuimove hii object ambayo inasemeka sisi tunaihisia kama ni ship au spaceship, ndege angani. Kwa jinsi ya kumove, tuna access transform. Ukiselect player, ukija huku kwenye inspector, utaona inspector ina component. Kitu cha mwanzo ni transform. Transform ina position, ina rotation na scale. Position, kwa mfano nikimove upande huu wa kushoto, utaona value ya x inabadilika. Hapa iko -5.2. Nikipeleka kulia itakuwa positive. Maana value ya x inabadilika
inategemea na sehemu gani na move. Kwa hivi ndio tutakaweza kuimove game ya object kwa kuchange position ya hii object. Ukishusha chini, ukiangalia kule kwenye inspector, value ya y inabadilika kutokana kama naipeleka juu itakuwa positive, nikishusha chini inakuwa negative. Kwa mfano, kama kidogo umesoma hesabu au physics, kwamba unajua kwamba value ya y katika grafu zile huko kuna positive. Tanawia razi kidogo michoro yangu, na katika x michora huko kuna positive, huko kuna negative. Kwa hiyo tunapoimove hii object, ukimove upande huu, manake huku x itakuwa positive, ukipeleka huku itakuwa negative. Na pia ukimove kwenye y, kwa hiyo manake pale kama mtu akibonyeza juu w, ukisema kwamba tukiseti value ya y ni 1, kwa itamove y unit moja, manake huku itakuwa 1. Na ukishuka chini tunaseti 1 unit negative, kwa manake huku itakuwa -1. Kwa ndo maana ya hizi value ambazo tumeziweka humu. Sasa kumove hii object kwa kutumia kodi, nimekwambia kwamba tuna access hii position lakini kupitia transform. Kwa bila kupoteza muda, tutakuja hapa, tushasoma input. Kuweza kuimove tunasema transform. Kitu gani kinachofuata? Position. Na kuweza kuimove hatuseti value sawa na input vector, kwa sababu ukifanya hivi hii object haitoenda, yani itasogea tu, maana umeassign value. Lakini sisi kitu tunachotaka tuikifanye, yani kila baada ya muda tuweze kuincrement. Kwa hiyo tunasema vipi? Tunajumlisha kwamba value ya y tunajumlisha na input vector ili iweze kumove. Ukiangalia hapo utaona kuna error. Kwa nini kuna error? Kwa sababu transform.position, tukija huko kwenye unity, transform.position ni vector 3 na sisi huku tumedefine vector 2. Input vector yetu ni vector 2. Kwa hiyo hauwezi kuassign value ya vector 3 kwa vector 2. Kwa ili kuondosha hii error kuna kitu kinaitwa cast. Kwa tutaicast hii vector 2 yetu kwa vector 3. Error itaondoka. Kwa tukisave hapo, tukija huku compile unity, kisubiri itamaliza kucompile, nita play editor, play button hiyo. Alafu tabonyeza W au D au S. Umeona? Kwa ukibonyeza ina move object, lakini inaenda kwa spidi kubwa sana. Nikipeleka juu, unaona hapa nabonyeza W au S, kwa spidi ni kubwa sana. Utajiuliza kwa nini? Kwa sababu kama utahit play tena, kija kwenye hii button ya start, utaona kwamba kompyuta yetu ina run katika zaidi ya frame 100. Kwa hii ndio speed ya hii game inavyo run. Kwa ukibonyeza W inaitwa mara 100, ndio maana speed inakuwa kubwa. Maana hii object itamove unit moja kwa mara 100. Lakini hicho kitu hatukitaki, kwa sababu kompyuta zinatofautiana. Kuna kompyuta nyingine zina run zaidi ya frame 500. Kwa game yetu itakuwa tofauti, itakuwa ina run tofauti katika kila kompyuta na uwezo wake. Kwa ili kuiweka game iwe ina run hizi frame rate independent, yani kwamba haitegemei frame, kuna kitu kija hapa unatakiwa uzidishe kwa time delta time. Maana ukizidisha kwa hii
Kwa hiyo game yetu haitokuwa ina run kupitia frame tena. Kwa hiyo hit play, subiri. Nikibonyeza A, naona inasogea lakini polepole sana. Nikibonyeza D, inasogea polepole. Kwa hiyo kila computer speed yake ndio itakuwa hii. Haijalishi computer hiyo ina uwezo gani. Speed yake ndio itakuwa hii kwa sababu tumeizidisha kwa time. Na utajiuliza hii time.delta time ni kitu gani? Hii time.delta time ni muda kati ya frame, kila frame. Maana frame ya mwanzo inapo run kuingia frame ya pili ndo time inayotumiwa kwenye hii time.delta time. Kwa ni muda kati ya kila frame. Lakini tumeona kwamba speed ya game yetu ni ndogo sana. Ili tuongeze speed tufanye nini? Ili kuongeza speed tunakuja huku, tuna create variable. Jinsi ya create variable, kwanza una specify modifier. Kwa tunasema private alafu float. Alafu jina mimi napenda kuanza na dashi ya chini kwa private variable. Kwa hapa nitaita speed. Private float speed. Okay, acha tu hizi specify kwa tuiweke 5. Error bado haijatoka. Okay. Nimesahau kabisa hii variable acha tuidefine nje ya method. Yaani huko juu. Kwa nimeidefine hapo. Kwa tumeweka speed 5. Kwa ili ile game object iweze kuenda kwa mita 5 kila zile sekunde, tunaizidisha hapa kwa speed. Control S kusave. Sasa hivi ukihit play speed imeongezeka. Okay. Sasa hii variable haionekani kwenye Unity editor kule. Ili uweze kuonekana, unafungua mabano haya, alafu unaandika hichi kitu serialize field. Control S kusave. Rudi kwenye Unity. Huku kwenye player script chini tutaona hii variable sasa hivi inaonekana. Kwa maana yake kwamba ukicreate variable hata kama ni private, ukispecify hii attribute serialize field, kwamba hii attribute itaonekana kwenye Unity kule, kwenye Unity editor. Kwa hapa unaweza ukachange unavyotaka. Ita 10. Kwa wewe utajaribu speed gani ambayo unapenda, specify hapo. Kwa huku unajaribu speed vipi? Kubwa au sio kubwa? Una change. Kwa hivi ndo jinsi ya kumove player wetu kutumia script. Wakati huku tuna read input, then tuna set ile value tuliyoseti kule mwanzo ambayo ni input vector, then tunaipass ile value kwenye position ya player. Unaona position huku inabadilika. Sasa hivi tunaimove kupitia controller. Kwa tuishie hapa katika video hii ili isiwe refu sana na nikakuchanganya. Kwa usisahau kulike, comment, kama una swali uliza, hamna shida. Tutaonana kwenye video inayofuata.